Dar es Salaam kuko vizuri, pako salama, kuna utulivu mkubwa, lakini pia na kazi ya Mungu inaendelea vizuri. Tunamshukuru Mungu kwa ajili ya shughuli pia ambayo iko mbele yetu. Ni dalili ya kuonyesha kwamba jimbo letu liko vizuri. Umetembea katika makanisa mengi kwenye nchi hii, lakini ninaamini kwamba hapa ndio sehemu ya pekee ambayo unapigwa na kiyoyozi kwa unaendelea na ibada. Na niliwahi kuambia wenzangu, ninawaombea wengine wachelewe ili sisi Chanika tuwe wa pili. Kwa hiyo hii ni kuonyesha kwamba Dar es Salaam tunaendelea vizuri sana. Kwa hiyo labda tunashukuru pia kwa ajili ya kazi pia ambayo unaendelea nayo kule kanisa letu la Nehemia, na tunaendelea kuombea sisi kama watu wa Dar es Salaam. Shughuli ya leo tunajua ni muhimu sana, sababu inaonyesha umuhimu wa idara ya watoto na namna tunavyothamini kazi ya idara ya watoto. Nitumie nafasi hii kusema neno la shukrani kwa kiongozi wetu mkuu. Najua ana mambo mengi sana 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 ya kuyafanya, lakini aliposikia habari za mwaliko wa kufika hapa Msasani Baptist hakuacha, ametuheshimu na amefika. Baba, ninakushukuru sana. Ninakushukuru sana 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 sana. Sisi wa Msasani Baptist hatuna cha kukupa, lakini bila shaka Mungu anacho cha kukupa ukiwa hapa duniani. Hatusemi kwamba Mungu atakulipa mbinguni, hapana, atakulipa hapa duniani. Na umemsikia katibu hapa anasema alikuwa akija hapa anaona kama, na sisi tumeanza kanisani kwetu pale, tunaendelea kukua. Tulifunga zile hita nini, ni watu tu saa nyingine wenyewe, lakini tulifunga, tukamwambia watu ukija ukimaliza ibada unaweza ukaenda kule nyuma na ukajisevia kahawa au chai. Kwa sababu vitu vidogo vidogo tunavyoweza, kama hatuwezi jamani kununua ndege, hata kahawa au juice. Yaani vile vitu vikubwa tuviache, sio hatuwezi kununua ndege, lakini watu wakitoka kunywa kahawa, chai na nini. Lakini pia nipongeze mazingira ya kanisa, inavutia. Kama Mungu ni Mungu wetu, lazima tutengeneze mahali standard anapoonyesha kweli ni Mungu wetu, sio Mungu wa kuazima. Si Mungu tunayemsikia, ni Mungu ambaye sisi wenyewe tunatembea naye. Mwaka jana tulienda kujifunza kwenye kanisa la Ridgeways Baptist Nairobi. Nilienda na timu kutoka kanisani kwangu, na tulikuta wale watu, kuna vitu vingi tulijifunza. Kanisa ukiingia kwenye vyoo vya kanisa havilingani hata na huu uwanja wa ndege huu, maana nimepita mara nyingi. Vyoo vya kanisa letu la Ridgeways Baptist huwezi ukafananisha na vyoo vilivyofunga kwenye kanisa letu la Ridgeways Baptist. Very standard. Na wameweka pa kisima cha kubatizia wakati wa baridi, kuna hita zinawashwa, maji yanakuwa ya moto, watu wasibatizwe kwenye maji ya baridi. Kwa nilipenda kujifunza, kwa sababu tunajifunza kwa kuona, kwa kusikia ibada zao na nini. Kwa mimi niwapongeze sana kanisa la Msasani, kwanza kwa kuboresha mazingira, lakini pia kwa ndoto mlio nayo. Ni mahali mwangalizi amesema anaomba wengine wasiwahi wao wa pili, lakini mimi nisema hata wengine wakiwa, wewe omba kuwa, yani hata kama ukichelewa, lakini watu wakisema tukiingia pale tutaenda pale, hata kama yani uwe standard over standard. Kwa hiyo hilo ni jambo la msingi, na nachukua nafasi pia kumshukuru Mungu kwamba mmeendelea kusapoti, mmetuombea. Maneno ya watu, sisi waumini tunakuwa na maneno mengi, yani haikosekani, hata wanafunzi wa Yesu, hata kwa familia haikosekani. Kwa hivyo ni vitu ambavyo ni normal, ndio vinafanya safari iende. Kwa hiyo ukisikia si mama fulani amesema,
Kwani anakuzuia kula? Atakuzuia usipate usingizi? Atakuzuia kwenda nyumbani kwako? Shughulika na kile kitu tu ambacho mtu amekuja face to face. Lakini si nimesikia, sijui nini, sijui anakula hela, sijui anafanya nini. Mtu mmoja juzi akasema, sasa watu watasema wamekula hela. Nikaambia basi na wao waje wale. Si rahisi tu? Ni rahisi tu, na wanaotaka nao kula waje wale, Kwa ni rahisi. Fanyeni kazi hii kwa ajili ya Mungu. Hata siku moja msikatishe tamaa kwenye kazi ya Mungu, kwa sababu sio ya mtu. Shetani anaweza kupitia kwa mtu yoyote, haijalishi ni askofu, ni pasta, ni nani. Shetani alienda kwa Yesu live. Sasa atashindwa kumpitia Mkristo mmoja nani? Kwa hiyo hili liwe kwenye, kwa sababu mtakapofanya hii mkamaliza, kila mtu sasa atakuwa rafiki. Wakati mwingine sisi tulipojenga pale, waumini waliondoka, wengine walihamahama, lakini sisi tumeendelea na wengine wanaanza kurudi slow by slow. Mtakuwa nao kwenye kanisa. Ombeni, waumini wote wa kanisa hili iweko kwenye programu yetu ya maombi every Sunday. Najua mnaomba, labda nawakumbusha tu, every Sunday pawepo na kuombea hii ndoto. Mungu awasaidie, Mungu awafungulie mlango, Mungu awainulie watu, Mungu awape watu moyo mkuu wa kufanya, Mungu aachilie ukarimu kwa ajili ya kazi hii. Itafika mahali pale Mungu atakapokusudia. Tuombe. Baba yetu na Mungu wetu, katika jina la Yesu na kushukuru, tunajikumbusha tu kama watumwa na watumishi wako kazi ambayo unaifanya hapa Msasani. Narudia kusema wewe unaweza kufanya mambo yote, wala usitake msaada wa mwanadamu, lakini kwa sababu wewe ni Mungu, imekupendeza Bwana kutupa neema. Wewe unapoifanya kazi yako, tuwe sehemu ya kazi hiyo. Katika Zaburi imeandikwa, dunia na vitu vyote vijazavyo ni mali yako, na wote wakao ndani yake. Suleiman akasema, tukutolee nini katika vitu vyako mwenyewe? Nikutolee nini Baba? Katika vyote tulivyovitoa ni katika vitu vyako mwenyewe, tutakavyovitoa ni katika vitu vyako mwenyewe. Mungu, ninaombea mchungaji pamoja na kamati na baraza zima, ninaweka mikononi mwako Bwana Yesu. Nakushukuru Mungu kwa sababu ya kazi njema hii inayofanyika. Katika jina la Yesu naliinua jina lako, sifa ni zako na utukufu. Kanisa na baraza lote na Wakristo wote Bwana, na wale ambao wametoa sadaka zao Mungu, zikaendelea kuwa kumbukumbu mbele za uso wako. Hakuna aliyetoa Bwana katika ufalme wako ambaye hatapokea mara 100 katika ulimwengu huu na ule ujao. Roho Mtakatifu na kushukuru, bariki kazi hii Bwana, wape moyo mkuu kwa jina la Yesu Kristo, wape imani yenye matendo, maana imani isiyokuwa na matendo imekufa. Roho Mtakatifu na kushukuru. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya kanda hii. Asante Bwana Yesu kwa ajili ya jimbo hili, onekana kwa ajili ya kazi inayofanyika katika jina la Yesu. Bwana usikie kuomba kwetu kwa Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Amen. Mungu awabariki. Asante. Ambayo tunataka kujenga ni hili hapo, naliona hili litapanda, alafu na kule litakata kwa navaa kwenye ofisi, litapanda huko juu. Kwa ndio eneo ambalo tunaweka wakfu siku ya leo. Ulipaswa uweke hapa kwenye msingi kabisa, lakini tutaweka hapa kwa sababu bado hatujaweka kitu, lakini kwa imani tunaamini kwamba tutafanya hivyo. Kwa karibu sana. Naomba kukata utepe huu wa jiwe la msingi. Napendeza sana. Bwana Yesu asifiwe. Amen.